kama sanamu ya Patrice Lumumba. Basi tumsikilize mmoja, then naibu waziri yuko hapa. Tusikilize, na tukishamsikia yule tusikilize na mamalishe moja. Nani? Yes, na upande ule pale kwa watu ulemavu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza tunakushukuru sana na tunamshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mimi ni mfanyabiashara wa soko la Mabibo. Kwa kweli mkuu wa mkoa ametuonea sana juu ya soko la Mabibo. Alipofika pale katika mkutano wake ametukana tu mwanzo mwisho. Alipomaliza soko lile anasema mimi namkaribisha mkurugenzi aendelee na taratibu hili. Kumbe tatizo lake ilikuwa kulichukua soko kumkabidhi mkurugenzi aendelee na mambo yote pale. Nini sababu ya kututukana? Kutoka hapo akawa sasa diwani ambaye meya anasikiliza kero. Mimi nikamwambia kero ya kwanza ni wewe meya. Kwa nini kero ya kwanza wewe meya? Wewe meya unatunyang'anya sisi vibanda vyetu. Mtu akiwa na kizimba unamnyang'anya, akiwa na kioski unamnyang'anya. Mbona kuna mtu mmoja humu ana karibuni vioski 14? Mbona mwenzetu mnyang'anya hata kimoja na yuko humu sokoni? Kero hiyo ikanisababishia mimi nipelekwe mahakamani, kisingizio nimegoma kulipa ushuru. Kila tukimwendea mkuu wa mkoa atusikilize. Kija pale mtajitahidi angalau kiungo kimoja mpoteze. Kila tukienda kila nyongozi ili atusaidie imeshindikana. Tukapata mbunge wetu bwana Kitila Mkumbo. Hebu tuombee kwa yule bwana atusikilize tu, kulikoni yeye anasikia tu mazungumzo haya. Sisi tuko watu 30, wengine wazee kupita mimi. Kweli sisi tunataka kuchoma moto gari ya serikali, tugome kulipa ushuru, tufanyeje? Mheshimiwa Kitila Mkumbo ametuletea jawabu, anasema hivi: mkitaka mjikomenti kwamba nyinyi mmetaka kuchoma moto gari ya serikali na mmetaka kupiga mawe gari ya serikali. Tukasema huu msamaha gani? Alipotupeleka mahakamani alituambia hivyo hivyo, mjikomenti kwamba nyinyi mmegoma kulipa tozo. Wafanya biashara wenzetu akatuambia mkubali ili msiendelee na kesi, mkaendelea na biashara zenu. Lakini wapo watu wa Samaria wema walituambia mkatae, mpelekeni hata wakili wenu akakuwekeni zamana. Sisi tuko na wafanya biashara wenzetu wamechangishana na wameambiwa kwamba zamana 10,000 mpaka 50,000. Bora watulipie tuondokane na zama. Hata mwaka mmoja toka nizaliwe sijawahi kufika mahakamani wala sijawahi kupata kero yoyote ile. Basi sisi tukakubali. Baada ya kukubali kachukulia kigezo saa 11 tumetoka mahakamani, tumekwenda nyumbani kwetu kwenda kulala. Wakati huo tumeshakaa ndani siku 4. Tayari tunafika pale sokoni, meza zetu zimefungwa utepe na biashara zetu zinaharibika. Tumemfuata tena mbunge wetu tuombee. Anafika pale anasema hizi meza zote ziuzwe. Kama meza ya kwangu mimi hapa mpaka imevunjwa. Mheshimiwa, tunakuomba, sisi tuna watoto, tuna nini, hatujawahi kweli kufanya jambo. Sisi tuko watu 30. Tunakuomba uturudishe pesa zetu tukapate riziki. Tumekuwa omba katika nchi yetu ya Tanzania, wakati sisi hatuna hata kiungo tulichokuwa tumepoteza mpaka tunakuwa hali hii. Tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo kupata nafasi hii, tumetembea kwenye maofisi mengi, ukifika tunaomba nyinyi mmegoma kulipa ushuru. Tusikilize kwanza, ni ofisi yako moja tulitusikiliza, ofisi ya Waziri Mkuu wakati yuko Mzee Majaliwa pale. Tumepeleka barua yetu pale, akasema nitakupigieni simu tuliowakuta pale. Bahati nzuri mimi nimepigiwa simu, namba ninazo hapa. Lakini toka nilivyojiwa nikaambiwa kupigia simu tena ya kukuiteni nyinyi, mpaka leo hii hatujawahi kuitwa. Mheshimiwa, naomba utusaidie. Hali yetu sisi ni ngumu sana. Tumekuwa omba. Tumeomba tusiingie hata ndani kununua chochote kile wala kwenda kuomba chochote kile. Tunaishia chocho cha kulishaji, wengine wanaishia huku sheri.
ukimwona mfanya biashara mwenzio umuombe hakusaidie. Leo hii mheshimiwa, tumekuona, tunakuomba kwa mkoa wetu haturudishe tu pesa kodi, hapo basi atusikilize na sisi ili aweze kutusaidia, lakini asema sisi atatufukulia kesi ya hujumu uchumi, hatafanyaje? Tunakuomba mheshimiwa utusaidie. Haya, asante sana, mmepokea. Mheshimiwa Waziri, hii ya soko ni ya kwako au tumtume mkuu wa mkoa? Haya, Mheshimiwa Waziri, pokea hilo ombi la ndugu yetu hapo, ama utamtuma mkuu wa mkoa akawasikilize, ama ukipata fursa kawasikilize, ama tuma manaibu wako wakasikilize kwenye eneo hilo la soko hilo. Haya, kwa mamalishe hapa wa mwisho. Tutamalizia hapo. Tutapata kwa mamalishe afu tunakuja kwako. Tutamalizia kwako. Nashukuru sana kupata nafasi hii, Waziri Mkuu. Mimi naitwa Asha Hamisi Kasonsumo, ni katibu mamalishe taifa. Nimesimama hapa kwa ajili ya changamoto ya mamalishe. Masoko mengi yanayojengwa katika nchi yetu hayako rafiki kwa mamalishe. Kama ulivyozungumzia, tuwekwe sehemu ya biashara inayolingana na mazingira ya biashara. Ukiniweka juu ya gorofa kule mamalishe, unamtia hata uvivu mlaji kuja kupanda juu kuja kula chakula. Tukuombe mheshimiwa, wanapojenga masoko yawe masoko rafiki kwa mamalishe. Watupangie sehemu ambayo itakuwa rafiki kwa kuuza chakula. Inakuwa ni ngumu sana. Pili, ni kweli nishati safi, tunahitaji kutumia nishati safi, lakini tungeomba tutengenezewe utaratibu wa kupata majiko rafiki kwa mamalishe ambayo yatakizi mamalishe kuweza kupika chakula, sio vile vijiko vidogo. Vile vijiko ni vya kupikia nyumbani. Na tunaomba kama itawezekana tukapata mdau tukamuonesha nini tunataka mamalishe. Tutamueleza nini tunahitaji kwenye nishati safi. Si kila nishati safi inamfaa mamalishe. Ili katika zawadi ambayo mama ametuwekea bilioni 200, kama itampendeza, walau watenge bilioni 50 kwa kupata viwanda vya mikoa